الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. المجلس الرابع والعشرون، somo la 24 fi qawlihi ta'ala, linahusiana na kauli yake Mwenyezi Mungu Ta'ala ndani ya suratu Tauba. Mwenyezi Mungu amesema, walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda, wale ambao wanalimikiza fedha na dhahabu. Surati Tauba, bismillahir rahmanir rahim. Walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda, wale ambao wanalimbikiza fedha na dhahabu, wala yunfiqunaha fi sabilillah, na wala hawazitoi katika njia ya Mwenyezi Mungu. Sabilillahi, njia ya Mwenyezi Mungu ziko nyingi, lakini hapa inakusudiwa kwamba matumizi yake mali zile hazitumiki kwenye dini ya Mungu. Kwa ndani ya dini ya Mungu kuna mambo mengi ya kufanya. Naam, yajuzu an yurada bihi alkathir min alahbari waruhban. Katika aya hii panajuzu kukusudiwa wengi miongoni mwa mapadri na wachungaji, kwamba wao ndio walikuwa na tabia hii ya kinizuna dhahaba walfidda, fayakunu mubalaghatan fi wasfihim, inakuwa basi katika mwendelezo mkubwa wa sifa zao, bilhirsi ala almali wa dhanni bih, katika ile pupa ya kupopia mali na kuikumbatia mali wasitoe, wa dhanni bihi, wa an yurada bihi almuslimun. Pia inajuzu kwenye aya hii kuwakusudia Waislamu alladhina yajma'una almala, wale ambao wanakusanya mali, wayaktanunahu, na ikisha wanaila mali hiyo, la yuadduna haqqahu, hawatekelezi haki ya mali ile. Tunafahamu kwamba mtu akishamiliki mali, lakini mali kama ni ya biashara, kama ni mifugo, kama ni dhahabu, fedha, ikishapendukiwa ni mwaka, anawajibika mtu kutoa zaka kwenye sehemu ya mali hiyo. Sasa ikiwa mtu yeye anaikumbatia tu, lakini ile sehemu ya zaka hatoi, hapa ndipo Mwenyezi Mungu anapokemea. Mwenyezi Mungu ndipo anaposema maneno makali kuhusiana na watu wenye tabia hiyo. Wayakunu iqtiranuhu bilmurtashina, na inakuwa mali hiyo maunganiko yake, iqtiranuhu, maunganiko yake, bilmurtashin, na watu wenye kula rushwa, min ahli alkitabi, miongoni mwa ahlu kitabi, litaghlidhi. Imefanywa hivi kuunganishwa aya hii uzito wake na watu wenye kula rushwa, litaghlidhi, ni kwa ajili ya uzito wa maasi yenyewe. Mwenyezi Mungu anasema, fabashiruhum bi'adhabin alim, wape habari, fabashirhum, wape bishara. Na bishara huwa inakuwa ni habari njema, ndio huwa bishara. Lakini habari kama ikiwa si njema, alafu Mungu akasema fabashirhum, basi hapa uoneshe kwamba mtu huku unampiga viboko, huku unamwambia samahani, samahani, unamwomba samahani, huku unaendelea kumpiga. Mungu akisema fabashirhum bi'adhabin alim,
kwa neno hili, basi atakuwa anawatania wale wenye kupewa adhabu. Wapeni habari njema hii kwamba watapewa adhabu kali. Kupewa adhabu kali ni habari njema hii. Huwa alkayu bihima, na hiyo habari njema yenyewe au hiyo adhabu yenye kuumiza, alkayu bihima ni watu kuunguzwa na mali hizo. Zile mali zinakwenda zikiyayushwa, zikishayayushwa tayari ndio moto wa kuunguziwa watu. Mwenyezi Mungu anasema yauma yuhma alaiha fi nari jahannam, siku zitakapochomwa. Yauma yuhma alaiha, siku patakapochomwa juu ya mali hizo. Fi nari jahannam, ndani ya moto wa jahannam. Ndani ya moto wa jahannam zitachukuliwa hizo fedha, dhahabu na mali zote zichomwe moto. Zikishachomwa moto, afu ule moto ule ndio wa kumuunguzia huyo mwenye mali. Yaumu tuqadu naru, ni siku moto utakapowashwa. Alafu dhatu hamyin shadidin, tena wenye muunguzo mkali. Huo moto ni wenye muunguzo mkali. Alaiha, utakaochomwa au utakaounguza juu ya mali hizo. Fatukuwa biha jibahuhum, pataunguzwa kwa mali hizo, paunguzwe mapaji yao ya uso. Wale wenye mali wataunguzwa na mali hizo wakati zimeshakuwa ni moto. Wataunguzwa jibahuhum, mapaji yao ya uso, wajunubuhum, na mbavu zao, wadhuhuruhum, na migongo yao. Kwa maana kwenye mbavu, usoni, mgongoni, kote kwa moto unafukuta kwa kweli. Ni kwa ajili gani? Ni ile mali yako ndio inayokuchoma. Lianna jam'ahum wa imsakahum, kwani kukusanya kwao mali na kule kuzuia kwao hiyo mali, kana litalabi alwijahati bilghina, ilikuwa ni kwa sababu ya kutafuta wijaha, yani kutafuta cheo cha nini? Cha utajiri. Mtu akitafuta mali sana halali, mchana ula hali, anahangaika kutafuta pesa, lakini matokeo ya kutafuta pesa anataka nini? Huyu mtu anataka wijaha, apate nafasi ya kusikika, apate nafasi ya kuonekana, apate nafasi ya umaarufu, ndio jaha. Watanaumi bilmata'imi shahiya walmalabisi albahiya, kingine anachokitafuta kwenye utafutaji wa mali ni kule kuneemeka kwa vyakula vitamu, walmalabisi albahiya, na mavazi yenye kupendeza. Mtu akitafuta mali hatafuti kwa namna nyingine, akitafuta malengo yake ni haya: avae vizuri, ale vizuri, alale pazuri, mambo mazuri mazuri. Hadha ma kanaztum, Mwenyezi Mungu anasema hadha ma kanaztum, siku hiyo, kwamba hiki kinachowatesa leo, ma kanaztum, ni kile mlichokilimbikiza. Ala iradati alqawli li anfusikum, juu ya makusudio ya kauli kuziambia nafsi zenu, limanfaatiha, kwa ajili ya manfaa ya mali hizo. Wa kana ainun madaratuha wa sababu ta'dhibiha, wa kana ainu madarataha wa sababa ta'dhibiha, na hiyo mali imekuwa ndio kitu cha madhara yake, lakini pia imekuwa ndio sababu ya kuadhibiwa kwake. Mungu anasema fadhuku ma kuntum taknizun, onjeni kile ambacho nyie mlikuwa mkikilimbikiza. Monjeni kile ambacho nyie mlikuwa mkikilimbikiza.
Mnaonja nini? Mali. Ile mali leo imegeuka kuwa moto. Sasa kama ikiwa ni mali ndio imegeuka moto, afu unaambiwa onja, unaonjaje? Unaonja kwa kula, unaonja kwa kunywa, unaonja kwa kuoga, unaonja kwa kufanyaje? Kwa kuadhibiwa. Fadhuku ma kuntum taknizun, onjeni kwa kile ambacho nyie mlikuwa mkikilimbikiza. Aywa bala kanzikum, onjeni adhabu ya benki yenu, au ma taknizunahu, au kile ambacho nyie mlikuwa mkikilimbikiza. Tafsiri hii imefasiriwa na Qadhi Baydawi. Hata ukiangalia kwenye kitabu chake utaona tafsiri aliyoiweka inafanana na hiyo. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Bwana Mtume sallallahu alayhi amesema, kharaja min indi Jibrailun anifan. Ili neno anifan, sasa hivi, kama ile alana, sasa hivi. Anifan, sasa hivi. Sasa hivi mbele yangu hapa kaondoka Jibrilu, ametoka Jibrilu mbele yangu sasa hivi. Fa akhbarani an rabbi azza wa jalla, akanipa habari kutoka kwa Mola wangu mtukufu, annahu qala, kwamba Mwenyezi Mungu amesema hivi, ayu muslimin salla alayka maratan wahidatan, Muislamu yoyote aliyekuswalia wewe Muhammad mara moja, sallaitu ana wa malaikati alayhi 10, mimi na malaika wangu tamswalia mtu huyu mara 10. Sallallahu alayka ya Rasulullah.
siku ya Kiyama. Wayaqul, kisha huko anasema yule nyoka, ana maluka alladhi kanzantahu fi dunya kanaztahu fi dunya, mimi ndo ile mali yako ulioilimbikiza duniani, ndo mie. Hebu shangaa kidogo kwamba nyoka anasema leo, nyoka atasema. Nyoka kusema si jambo la kawaida, lakini Mungu ndo anamtamkisha ili iwe sehemu ya adhabu yako pia. We kusemeshwa na nyoka si jambo rahisi, si jambo jepesi, si jambo la kawaida, lakini ni sehemu ya adhabu yako. Walam tuaddi zakatahu, na hukutekeleza wewe zaka ya mali hiyo. Kama qala Allahu Ta'ala, kama Mwenyezi Mungu Ta'ala alivyosema, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahum Allahu min fadlihi, wala yahsabanna, na wala wasihisi, alladhina yabkhaluna bima atahum Allah, wale ambao wanafanya ubakhili kwa mali ambazo wamepewa na Mola wao. Min fadlihi, tena amewapa kutokana na fadhila yake tu Mungu. Si kwamba wewe ni mjanja wa kutafuta mali, bali Mungu amekupa min fadlihi, kutokana na fadhila yake. Wasidhani, na wala wasijihisie kwamba huwa khairan, kwamba huo ukusanyaji wa mali ni jambo bora sana, bal huwa sharrun lahum, lakini hiyo ni shari kubwa kwao. Sayutawaquna ma bakhilu bi yawm alqiyama, watakuja zongeleshwa nacho hicho walichokitafuta. Sayutawaquna bih, watakuja zongeleshwa nacho hicho walichokitafuta yawm alqiyama. Maana ndio hiyo Shujaa al-Aqra, ni hadithi ya Mtume, inaambatana na aya zinakwenda pamoja. Tafsiri hiyo ya Mishkat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Sayyidina Abi Hurairah anasema hadithi an nabii alayhi salatu wassalam, annahu qala, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, man ataahu Allahu malan wa lam yuaddi zakatahu idha kana yawmul qiyamati sufihat lahu safaifu minan nar, mtu ambaye Mwenyezi Mungu amempatia mali na wala hakutekeleza zaka ya mali hiyo, idha kana yaumul qiyama, itakapokuwepo hiyo siku ya Kiyama, itakapofika, sufihati lahu safaihu, yatakunjuliwa kwake madaftari yake, lakini min nari, yanayo min nari, minan nari, fa uhmiya alaiha, yatachomwa yale madaftari ya moto huo, fi nari jahannam, alafu fatuhraku biha, ataunguzwa nayo. Madaftari ni yako mwenyewe, umeyakusanya huko duniani, leo yanaenda chomwa, lakini yakishachomwa moto ule ndio huo moto ambao utachomwa nao wewe. Ni kuonesha kwamba kile ulichokikusanya si kitu chema, umekusanya kitu kibaya ambayo ni sababu ya wewe kwenda kuteseka nacho. Naam, aibi tilkal amwali, atakwenda chomwa nayo kwa sababu ya mali zile. Jabhatuhu wa jambahu wa dhaharuhu, paji lake la uso litachomwa, mbavu zake zitachomwa, lakini pia na mgongo wake. Kullama baridat uidat lahu, kila yanapopoa ule moto ule, jinsi unavyopoa,
basi unarudishwa tena makali yake. Uidat lahu fi yawmin kana miqdaruhu alfa sana, ndani ya siku ambayo kiwango chake ni miaka elfu. Hiyo siku moja kiwango chake ni miaka elfu. Hapa duniani tukihesabu miaka 1000, kule akhera ndio siku moja. Sasa ukiambiwa unakaa gerezani siku 3, ni miaka mingapi? Miaka 300, miaka 3000. Na ukiambiwa unakaa miaka 100, si ndio? Basi tena Mwenyezi Mungu atustiri. Kama qala Allahu Ta'ala, kama alivyosema Mwenyezi Mungu Ta'ala, wa in yawman inda rabbika ka alfi sana mimma ta'udun. Mone wa inna yawman inda rabbik, na hakika siku moja mbele ya Mola wako, ka alfi sanatin mimma ta'udun, ni sawasawa na mwaka mmoja miongoni mwa miaka mnayohesabu. Sisi tunahesabu miezi 12 ndio mwaka mmoja, lakini kule akhera miaka 1000 bwana, alfi sana ndio siku moja. Hata yaqdiya baina al-ibad fayara sabilahu imma ila al-janna wa imma ila an-nar, mpaka pale Mwenyezi Mungu atakapohukumu. Hata yaqdiya Allahu baina al-ibad, mpaka pale Mwenyezi Mungu atakapotoa hukumu yake baina ya waja. Fayara sabilahu, mtu sasa ataiona njia yake anayopita, imma ila aljannati wa imma ila an-nar, ima ni njia ya kwenda peponi au ni njia ya kwenda motoni baada ya hukumu kupita. Subhatul aidhina hivi yuqal, husemwa inna salata haqqun, inna salata haqqullahi ta'ala, hakika swala ni haki yake Mwenyezi Mungu. Swala ni haki yake Mwenyezi Mungu. Wa zakatu haqqul ibad, wa zakata haqqul ibad, na zaka ni haki ya waja. Vile ukienda kuswali, basi ujue swala anayetakiwa kufanyiwa hicho kitendo cha swala ni Mungu mwenyewe, ni amri yake, umeitekeleza na yuko tayari kukupokelea. Lakini zaka wenyewe ni waja. Ikiwa unatoa zaka unaenda kumpa nani? Utaenda kumpa mtu, ni haki yake. Naam, akasemaje mbele? Falwajibu muraatuhuma, basi ni wajibu kuzichunga nguzo mbili hizo, ni swala na zaka. Biamri llahi taala, kwa amri yake Mwenyezi Mungu. Wa marjiu jamii libadat ila hadhain, na marejeo ya ibada zote panarejea wapi? Kwenye ibada mbili hizi. Ibada nyingine zote marejeo yake ni kwenye ibada mbili hizi. Usipo swali, hata ukienda hija, kwenda kuhiji, hija yako habaan manthura, hamna kitu. Ikiwa wewe huswali, lakini kama unamswalia Mtume sana, lakini swala huna, swala yako ni uongo mtupu na wala Mungu hataki. Ikiwa mtu haswali lakini Qur'ani anasoma sana, usomaji wake wa Qur'ani haumsaidii kitu, kwa sababu asili ya jambo hilo liko kwenye swala. Mpaka uanze kuswali kwanza, alafu na ibada nyingine ndio zitafuata. Na zaka ni hivyo hivyo,
Sije kawa wewe unapiga mdadi sana kabisa darweshi, ikipigwa saadia unaruka juu, lakini zaka hutaki kutoa, basi ujue mambo yako yote habaan mansura, una lolote. Fasalatu ibadatun badaniya, swala ni ibada inayotendwa na mwili. Wazakatu ibadatun maliya, lakini na zaka ni ibada ya kutoa mali. Ule utoaji wa mali ndio zaka, na zaka ni mali inayotolewa na mtoaji. Wa jami'ul ibadat yankasimu ilaihima, na ibada zote zinagawanyika kwenda kwenye maeneo mawili hayo ya zaka na swala. Walidha qila, na kwa sababu hiyo ndio pakasemwa thalathu ayatin nuzilat maqrunatan bi thalathi, kwamba kuna aya tatu zimeteremshwa hali ya kuwa ni zenye kuambatanishwa na mambo matatu. La yuqbalu wahidatun minha bighairi al-ukhra, moja halikubaliwi miongoni mwa hayo, bighairi al-ukhra, pasi na jengine. Ili jengine hili likubalike, hili la pili, basi mpaka hili la kwanza likubalike. Likikubalika hili la kwanza, na hilo la pili ndio litakubaliwa. Awaluha qauluhu ta'ala, la kwanza ni kauli yake Mungu, amesema aqimu salata wa atu zakata, simamisheni swala na mtoe zaka. Haya mambo mawili yameambatanishwa pamoja. Kwa hivyo ili zaka yako ikubaliwe, sio la pili hilo, zaka ikubaliwe ni lazima uanze na nini? Uanze na swala. Usipoanza na swala, hata ukitoa zaka, zaka yako Mungu haitaki. Na ikiwa wewe unaswali sana lakini zaka hutoi, pia naye bado ni mtihani. Hii haikubaliki kama hii ikiwa umeiacha. Aqimu salata wa atu zakata, hiyo aya moja. Faman salla salata, na mtu ambaye ameswali swala, walam yuaddi zakata, na wala hakutekeleza wajibu wa zaka, la yuqbalu minhu salatu, swala hiyo haikubaliki kwake. Sasa wewe swali sana tu, lakini kama zaka utoi, swala zako zote hazikubaliki. Hilo moja. Wathania, na jambo la pili au aya ya pili ni kauluhu ta'ala atiu llaha wa atiu rasula, umtii Mwenyezi Mungu lakini pia umtii na mtume. Mawili haya yanakwenda pamoja, utiifu kwa Mungu na utiifu kwa mtume. Ukiwa wewe ni mtiifu kwa Mungu lakini kwa mtume huna utiifu, umekosa. Wala utiifu wako ule wa kumtii Mungu haukubaliwi, ni kwa sababu sharti ya kumtii mtume hilo limekupita. Faman ataa Allaha wa lam yutii rasula, na mtu ambaye amemtii Mwenyezi Mungu lakini hajamtii mtume, la yuqbalu minhu itaatu llahi ta'ala, hapakubaliki kwake huo utiifu wake wa kumtii Mungu. Wathalitha qauluhu ta'ala, ya tatu ni kauli yake Mungu, anasema anishkur li waliwalidaika, unishukuru mimi na wazazi wako. Hapa kuna mawili, Mungu na wazazi. Ili Mungu apokee shukurani zako, ni lazima uwashukuru wazazi wako waliokutunza, wakakulea, wakakuhurumia mpaka ukawa mtu. Uwashukuru sana kwa malezi yao waliokulea, kwa ihsani zao walizokufanyia. Wangetaka kukufanyia ubaya, wangekufanyia ubaya, wangekuua bado uko mdogo.
lakini wakakutunza mpaka ukawa mtu. Basi ukiwashukuru wazazi ni nafasi pia ya kumshukuru nani? Mungu. Ikiwa unataka kumshukuru Mungu, basi anza na wazazi wako kwanza, washukuru, watendee ihsani, kaa nao vyema, kaa nao vizuri, sema nao vizuri. Shukurani ile ndio hapo unamshukuru Mungu. Lakini ikiwa unasema Mungu alhamdulillah, Mungu nakushukuru, lakini wazazi wako unakaa nao vibaya, wewe ni habaa mansuran, huna lolote unalolifanya. Na wazazi wako kila siku waombe Mungu, kila siku iendayo kwa Mungu wewe unawaombea, wawe hai wawe wamekufa, waombe Mungu. Mwenyezi Mungu awape salama, Mungu awape amani, Mungu awape utulivu, Mungu awape rehema, awaondoshie adhabu kwenye makaburi yao walikufa. Mungu awatendee ihsani njema katika makaburi yao. Mungu awaonee huruma kama vile wewe walivyokuonea huruma ukiwa bado mdogo. Basi kila siku uwe na angalau hata dakika 5, tumia hizo dakika 5 kuwaombea dua wazazi wako. Baraka kubwa sana. Na moja katika futuhi ya kufunguliwa mtu riziki zake ni kuwaombea dua wazazi wake. Riziki zako Mwenyezi Mungu anazifungua, anakufanyia wepesi wa mambo yako. Lakini ikiwa wewe una chuki na wazazi wako, una hisia mbaya kwa wazazi wako, labda una kiburi kwa wazazi wako, unawaona kama vile washamba wamechelewa, wazazi wako hawana maana, wewe unatafuta janga kwa Mwenyezi Mungu, na ile baraka Mwenyezi Mungu anaiondosha kwako, na riziki zako Mungu anazifunga. Hata ile huruma ya watu kukuonea huruma pia na inaondoka, kwa sababu wewe huna huruma kwa wazazi wako. Basi ni jambo kubwa sana hili, lakini watu wa leo tumelitupa jambo la wazazi. Mtu hashughuliki kabisa na wazazi wake. Yeye yuko mjini, analala nyumba ya ghorofa, wazazi wake mahala wanapoishi mpaka unaona uchungu, na haendi kule kijijini kwao mpaka asikie kuna msiba. Siku ya msiba fulani kafa, wakipeleka maiti na yeye ndo anaenda kwao. Na siku msiba ukiwa ni wa kwake yeye, unamuhusu kwenda kupeleka maiti kule nyumbani, basi kwanza wanasema subirini kwanza, ngoja tukaweke mazingira vizuri. Wanaondoka watu kwanza mapema kwenda kuweka mazingira mazuri. Kama hakuna choo itabidi kijengwe choo cha haraka haraka, kama sija hakuna hivi baraza jengwe ya haraka haraka. Ni kuna watu wanakuja, watu wakija, mheshimiwa kama mimi, alafu kwenda kwetu kule ukifika na hata choo kieleweki, sinakuwa aibu. Wataka kusa hivi. Wewe ulikuwa unamwaibisha mzazi wako kabla ya kufa huyu? Umeona kile ni kitu kidogo, unataka kuja kuwaheshimisha watu wanaokuja kumzika mtu, ndio wape heshima, waone kwamba mazingira hapa ni mazuri. Hii ni aibu, tena ni fedheha mbaya kabisa mbele ya Mwenyezi Mungu. Naam, faman shakara Allah Ta'ala, na mtu ambaye amemshukuru Mwenyezi Mungu Ta'ala, walam yashkur liwalidaihi, na wala hajawashukuru wazazi wake, la yuqbalu minhu shukrahu lillahi, la yuqbalu minhu shukruhu lillahi. Hiyo shukrani yake ya kumshukuru Mungu, Mwenyezi Mungu haitaki. Tambihul ghafilina ndio ametoka maneno hayo, tutue hapo. Jambo hili la wazazi ni jambo la kuzingatiwa sana, sababu hakuna mtu asiyekuwa na mzazi, kila mtu kazaliwa. Sasa tunapishana tu, kuna mwingine anazaliwa ndani ya Uislamu, kuna mwingine anazaliwa nje ya Uislamu. Hiyo haijalishi kwa mzazi wako kwamba sio Muislamu. Mzazi wako hata kama akiwa mpagani, bado unatakiwa umpe heshima yake kama mzazi, umtunze vile inavyotakikana. Ili jambo lake la yeye kuwa mpagani, utakuwa unazungumza naye taratibu, polepole, kidogo kidogo,
asa huenda Mwenyezi Mungu akamuongoza na yeye akaupata Uislamu. Na ikiwa vile unazungumza naye lakini unamwona anakasirika, basi acha kwanza mazungumzo, utakuja kuzungumza naye baadaye kwa njia nyingine. Usimchukulie kama mtoto na usimchukulie kama vile rafiki yako, kama jamaa yako. Hakuna ujamaa baina ya baba na mtoto wake au mama na mtoto wake, bali kuna mapenzi baina yako na mzazi wako, paingie mapenzi yaliyofunga sawa sawa. Wao wanakupenda, basi wewe uwapende zaidi yao. Hapa ndio huruma itapatikana, na hiki ndicho kinachotakiwa baina ya mzazi na mtoto wake, huruma iwepo. Baba mama wanamhurumia mtoto wao, yani hili liko nature, yani liko tokea asli, wazazi kumpenda mtoto. Lakini watoto wanaua wazazi wao, watoto wanaua wazazi wao. Ajabu hii, mtu ushakuwa mzee, watu wanakupigia ramani watoto. Mzee anakufa lini? Tulisi nyumba hii, nyumba kubwa ya ghorofa hii. Huyu mzee akiondoka tu hapa tunapiga bii tatu, wewe ya kwako moja, ya kwangu na wewe bii tatu, kila mtu anachukua yake. Tayari wanaanza kukujengea mazingira ya kukuua. Mpeleke hospitali. Mpeleke hospitali ya nini? Mtu kishachoka huyu. Kimpeleka hospitali ukafanya nini? Unapoteza hela tu bure. Wacheni hapo, leo kesho anakufa huyo. Wewe wazazi wako hawakukujatia tamaa, wewe hawajakata tamaa kwako. Ulikuwa unaumwa hoi, hujiwezi, wao hawajakata tamaa, wamehangaika na wewe mpaka ukapona. Leo mzazi wako yuko hoi anaumwa, wewe unaweza kukata, mwacheni bwana huyu afike, hata Mount Meru afiki huyu. Alafu kesho anasema nipeni uji, mzee anadai uji. Jana mlikataa kumpeleka hospitali, si mnatafuta laana. Ni mtu aangalie maisha yake na wazazi wake mnaishije. Hapo ndo penye salama kubwa sana. Vijana wengi sasa hivi wanaharibikiwa katika maisha yao ni kwa sababu ya wazazi wao. Wengi sijui kazi hamna, sijui riziki imekuwa ngumu, sijui hivi vibarua hamna, sijui vipato vimepungua. Shida ni nini? Na kila siku unaenda kazini wewe, kila siku unaenda kwenye biashara, kila siku unakimbiza mapikipiki, lakini hela haionekani. Jichunguze basi, hicho unachokipata mzazi wako anafaidika na yeye angalau kidogo anaramba? Kama hakuna, basi hilo ndio tatizo. Lakini ikiwa unamrushia rushia japo shilingi 3000 hivi, mzee leo hamna kitu, chukua 3000 hiyo, mzee anafurahi, sema alhamdulillah, nilikuwa sina mafuta ya taa, nimepata mafuta ya taa 3000, 5,000, 10,000. Mara umefanya hivi, siku kienda kule unampelekea blanketi, koti na nini, anajisikia raha. Hajawahi kulalia godoro mzee yule, lakini ukampelekea godoro hata la inchi 3 tu, wallahi anasikia raha. Wewe unalala kwenye magodoro makubwa makubwa, hapo mama yako na baba yako analala kwenye kitanda cha ngozi, wewe unaona raha tu, unaona ni sawa sawa. Hii ni shida. Asa mtoto unalaanika, bado wazazi hawajatamka laana, lakini wewe unalaanika. Siku akija akikutamkia sasa, hapo ndo wanakumaliza kabisa, kwamba fulani toka aende mjini mpaka leo hajarudi, tutaona. Mzee akisema hivyo, mzee wewe ya kwako yamekwisha, una utakalolifanya likafanikiwa. Ni jambo la kumomba Mungu sana atuahidi atuongoze. Wazazi wetu walio hai tuangalie vizuri, wazazi wetu waliokufa tuwaombe dua vizuri. Allahumma ghanina bil ilmi wa sayyina bil hilmi wa jammilna bil afiya wa akrimna bit taqwa. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahir rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. المجلس الرابع والعشرون، somo la 24 fi qawlihi ta'ala, linahusiana na kauli yake Mwenyezi Mungu Ta'ala,
Ndani ya suratu Tauba Mwenyezi Mungu amesema, walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda, wale ambao wanalimbikiza fedha na dhahabu. Surati Tauba, bismillahir rahmanir rahim. Walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda, wale ambao wanalimbikiza fedha na dhahabu, wala yunfiqunaha fi sabilillah, na wala hawazitoi katika njia ya Mwenyezi Mungu. Sabilillahi, njia ya Mwenyezi Mungu ziko nyingi, lakini hapa inakusudiwa kwamba matumizi yake mali zile hazitumiki kwenye dini ya Mungu. Kwa ndani ya dini ya Mungu kuna mambo mengi ya kufanya. Naam, yajuzu an yurada bihi alkathir min alahbari waruhban, katika aya hii panajuzu kukusudiwa wengi miongoni mwa mapadri na wachungaji, kwamba wao ndio walikuwa na tabia hii ya kinizuna dhahaba walfidda, fayakunu mubalaghatan fi wasfihim, inakuwa basi katika mwendelezo mkubwa wa sifa zao, bilhirsi ala almali wa dhanni bih, katika ile pupa ya kupopia mali na kuikumbatia mali wasitoe, wa dhanni bihi, wa an yurada bihi almuslimun. Pia inajuzu kwenye aya hii kuwakusudia Waislamu alladhina yajma'una almala, wale ambao wanakusanya mali, wayaktanunahu, na ikisha wanaila mali hiyo, la yuadduna haqqahu, hawatekelezi haki ya mali ile. Tunafahamu kwamba mtu akishamiliki mali, lakini mali kama ni ya biashara, kama ni mifugo, kama ni dhahabu, fedha, ikishapindukiwa ni mwaka, anawajibika mtu kutoa zaka kwenye sehemu ya mali hiyo. Sasa ikiwa mtu yeye anaikumbatia tu, lakini ile sehemu ya zaka hatoi, hapa ndipo Mwenyezi Mungu anapokemea. Mwenyezi Mungu ndipo anaposema maneno makali kuhusiana na watu wenye tabia hiyo. Wayakunu iqtiranuhu bilmurtashina, na inakuwa mali hiyo maunganiko yake, iqtiranuhu, maunganiko yake, bilmurtashin, na watu wenye kula rushwa, min ahli alkitabi, miongoni mwa ahlu kitabi, litaghlidhi. Imefanywa hivi kuunganishwa aya hii uzito wake na watu wenye kula rushwa, litaghlidhi, ni kwa ajili ya uzito wa maasi yenyewe. Mwenyezi Mungu anasema, fabashiruhum biadhabin alim, wape habari, fabashirhum, wape bishara. Na bishara huwa inakuwa ni habari njema, ndio huwa bishara. Lakini habari kama ikiwa si njema, alafu Mungu akasema fabashirhum, basi hapa uoneshe kwamba mtu huku unampiga viboko, huku unamwambia samahani, samahani, unamwomba samahani, kunaendelea kumpiga. Mungu akisema fabashirhum biadhabin alim, kwa neno hili basi atakuwa anawatania wale wenye kupewa adhabu. Wapeni habari njema hii kwamba watapewa adhabu kali. Kupewa adhabu kali ni habari njema hii. Huwa alkayyu bihima, na hiyo habari njema yenyewe au hiyo adhabu yenye kuumiza, alkayyu bihima, ni watu kuunguzwa na mali hizo. Zile mali zinakwenda zikiyayushwa, zikishayayushwa tayari ndio moto wa kuunguziwa watu.
Mwenyezi Mungu anasema yauma yuhma alaiha fi nari jahannam, siku zitakapochomwa. Yauma yuhma alaiha, siku patakapochomwa juu ya mali hizo. Fi nari jahannam, ndani ya moto wa jahannam. Ndani ya moto wa jahannam zitachukuliwa hizo fedha, dhahabu na mali zote zichomwe moto. Zikishachomwa moto, afu ule moto ule ndio wa kumuunguzia huyo mwenye mali. Ay yaumu tuqadu naru, ni siku moto utakapowashwa. Alafu dhatu hamyin shadidin, tena wenye muunguzo mkali. Huo moto ni wenye muunguzo mkali. Alaiha, utakaochomwa au utakaounguza juu ya mali hizo. Fatukuwa biha jibahuhum, pataunguzwa kwa mali hizo, paunguzwe mapaji yao ya uso. Wale wenye mali wataunguzwa na mali hizo, wakati zimeshakuwa ni moto, wataunguzwa jibahuhum, mapaji yao ya uso, wajunubuhum, na mbavu zao, wadhuhuruhum, na migongo yao. Kwa maana kwenye mbavu, usoni, mgongoni, kote kwa moto unafukuta kwa kweli. Ni kwa ajili gani? Ni ile ile mali yako ndio inayokuchoma. Lianna jam'ahum wa imsakahum, kwani kukusanya kwao mali na kule kuzuia kwao hiyo mali, kana litalabil wijahati bilghina, ilikuwa ni kwa sababu ya kutafuta wijaha, yani kutafuta cheo cha nini? Cha utajiri. Mtu akitafuta mali sana, halali, mchana kula hali, anahangaika kutafuta pesa, lakini matokeo ya kutafuta pesa anataka nini huyu mtu? Anataka wijaha, apate nafasi ya kusikika, apate nafasi ya kuonekana, apate nafasi ya umaarufu, ndio jaha. Watanaumi bilmataimi shahiya walmalabisi albahiya, kingine anachokitafuta kwenye utafutaji wa mali ni kule kuneemeka kwa vyakula vitamu, walmalabisi albahiya, na mavazi yenye kupendeza. Mtu akitafuta mali hatafuti kwa namna nyingine, akitafuta malengo yake ni haya: avae vizuri, ale vizuri, alale pazuri, mambo mazuri mazuri. Hadha ma kanaztum, Mwenyezi Mungu anasema hadha ma kanaztum, siku hiyo, kwamba hiki kinachowatesa leo, ma kanaztum, ni kile mlichokilimbikiza. Ala iradati alqawli li anfusikum, juu ya makusudio ya kauli kuziambia nafsi zenu, limanfaatiha, kwa ajili ya manfaa ya mali hizo. Wa kana ainun madarratuha wa sababu ta'dhibiha, wa kana ainu madarrataha wa sababa ta'dhibiha, na hiyo mali imekuwa ndio kitu cha madhara yake, lakini pia imekuwa ndio sababu ya kuadhibiwa kwake. Mungu anasema fadhuku ma kuntum taknizun, onjeni kile ambacho nyie mlikuwa mkikilimbikiza. Monjeni kile ambacho nyie mlikuwa mkikilimbikiza. Mnaonja nini? Mali. Ile mali leo imegeuka kuwa moto. Sasa kama ikiwa ni mali ndio imegeuka moto, afu unaambiwa onja, unaonjaje? Unaonja kwa kula, unaonja kwa kunywa, unaonja kwa kuoga, unaonja kwa kufanyaje? Kwa kuadhibiwa. Fadhuku ma kuntum taknizun, onjeni kwa kile ambacho nyie mlikuwa mkikilimbikiza. Aiwa bala kanzikum,
onjeni adhabu ya benki yenu, au ma taknizunahu, au kile ambacho nyie mlikuwa mkikilimbikiza. Tafsiri hii imefasiriwa na Qadhi Baydawi. Hata ukiangalia kwenye kitabu chake utaona tafsiri aliyoiweka inafanana na hiyo. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Bwana Mtume sallallahu alayhi amesema, kharaja min indi Jibrailun anifan. Ili neno anifan, sasa hivi, kama ile alana, sasa hivi. Anifan, sasa hivi. Sasa hivi mbele yangu hapa kaondoka Jibrilu, ametoka Jibrilu mbele yangu sasa hivi. Fa akhbarani an rabbi azza wa jalla, akanipa habari kutoka kwa Mola wangu mtukufu, annahu qala, kwamba Mwenyezi Mungu amesema hivi, ayu muslimin salla alayka maratan wahidatan, Muislamu yoyote aliyekuswalia wewe Muhammad mara moja, sallaitu ana wa malaikati alayhi 10, mimi na malaika wangu tamswalia mtu huyu mara 10. Sallallahu alayka ya Rasulullah.
siku ya Kiyama. Wayaqul, kisha huko anasema yule nyoka, ana maluka alladhi kanzantahu fi dunya kanaztahu fi dunya, mimi ndio ile mali yako ulioilimbikiza duniani, ndio mie. Hebu shangaa kidogo kwamba nyoka anasema leo, nyoka atasema. Nyoka kusema si jambo la kawaida, lakini Mungu ndo anamtamkisha ili we sehemu ya adhabu yako pia. We kusemeshwa na nyoka si jambo rahisi, si jambo jepesi, si jambo la kawaida, lakini ni sehemu ya adhabu yako. Walam tuaddi zakatahu, na hukutekeleza wewe zaka ya mali hiyo. Kama qala Allahu Ta'ala, kama Mwenyezi Mungu Ta'ala alivyosema, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahum Allahu min fadlih, wala yahsabanna, na wala wasihisi, alladhina yabkhaluna bima atahum Allah, wale ambao wanafanya ubakhili kwa mali ambazo wamepewa na Mola wao. Min fadlihi, tena amewapa kutokana na fadhila yake tu Mungu. Si kwamba we ni mjanja wa kutafuta mali, bali Mungu amekupa min fadlihi, kutokana na fadhila yake. Wasidhani, na wala wasijihisie kwamba huwa khairan, kwamba huo ukusanyaji wa mali ni jambo bora sana, bal huwa sharrun lahum, lakini hiyo ni shari kubwa kwao. Sayutawaquna ma bakhilu bi yawm alqiyama, watakuja zongeleshwa nacho hicho walichokitafuta. Sayutawaquna be, watakuja zongeleshwa nacho hicho walichokitafuta yawm alqiyama. Maana ndio hiyo Shujaa al-Aqra, ni hadithi ya Mtume, inaambatana na aya zinakwenda pamoja. Tafsiri hiyo ya Mishkat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Sayyidina Abi Hurairah anasema hadithi ani nabii alayhi salatu wassalam, annahu qala, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, man ataahu Allahu malan wa lam yuaddi zakatahu idha kana yawmul qiyamati sufihati lahu safaifu minan nar, mtu ambaye Mwenyezi Mungu amempatia mali na wala hakutekeleza zaka ya mali hiyo, idha kana yaumul qiyama, itakapokuwepo hiyo siku ya Kiyama, itakapofika, sufihati lahu safaihu, yatakunjuliwa kwake madaftari yake, lakini min nari, yanayo min nari, minan nari, fa uhmiya alaiha, yatachomwa yale madaftari ya moto huo, fi nari jahannam, alafu fatuhraku biha, ataunguzwa nayo. Madaftari ni yako mwenyewe, umeyakusanya huko duniani, leo yanaenda chomwa, lakini yakishachomwa moto ule ndio huo moto ambao utachomwa nao wewe. Ni kuonesha kwamba kile ulichokikusanya si kitu chema, umekusanya kitu kibaya ambayo ni sababu ya wewe kwenda kuteseka nacho. Naam, aibitilkal amwali, atakwenda chomwa nayo kwa sababu ya mali zile. Jabhatuhu wa jambahu wa dhaharuhu, paji lake la uso litachomwa, mbavu zake zitachomwa, lakini pia na mgongo wake. Kullama baridat uidat lahu, kila yanapopoa ule moto ule, jinsi unavyopoa,
basi unarudishwa tena makali yake. Uidat lahu fi yawmin kana miqdaruhu alfa sana, ndani ya siku ambayo kiwango chake ni miaka 1000. Hiyo siku moja kiwango chake ni miaka 1000. Hapa duniani tukihesabu miaka 1000, kule akhera ndio siku moja. Sasa ukiambiwa unakaa gerezani siku 3, ni miaka mingapi? Miaka 300. Miaka 3000. Na ukiambiwa unakaa miaka 100, si ndio? Basi tena Mwenyezi Mungu atustiri. Kama qala Allahu Ta'ala, kama alivyosema Mwenyezi Mungu Ta'ala, wa in yawman inda rabbika ka alfi sana mimma ta'udun. Mone wa inna yawman inda rabbik, na hakika siku moja mbele ya Mola wako, ka alfi sanatin mimma ta'udun, ni sawasawa na mwaka mmoja miongoni mwa miaka mnayohesabu. Sisi tunahesabu miezi 12 ndio mwaka mmoja, lakini kule akhera miaka 1000 bwana, alfi sana ndio siku moja. Hata yaqdiya baina al-ibad fayara sabilahu imma ila al-janna wa imma ila an-nar, mpaka pale Mwenyezi Mungu atakapohukumu. Hata yaqdiya Allahu baina al-ibad, mpaka pale Mwenyezi Mungu atakapotoa hukumu yake baina ya waja. Fayara sabilahu, mtu sasa ataiona njia yake anayopita, imma ila aljannati wa imma ila an-nar, ima ni njia ya kwenda peponi au ni njia ya kwenda motoni baada ya hukumu kupita. Subhatul aidhina hivi yuqal, husemwa inna salata haqqun, inna salata haqqullahi ta'ala, hakika swala ni haki yake Mwenyezi Mungu. Swala ni haki yake Mwenyezi Mungu. Wa zakatu haqqul ibad, wa zakata haqqul ibad, na zaka ni haki ya waja. Vile ukienda kuswali, basi ujue swala anayetakiwa kufanyiwa hicho kitendo cha swala ni Mungu mwenyewe, ni amri yake, umeitekeleza na yuko tayari kukupokelea. Lakini zaka wenyewe ni waja. Ikiwa unatoa zaka unaenda kumpa nani? Utaenda kumpa mtu, ni haki yake. Naam, akasemaje mbele? Falwajibu muraatuhuma, basi ni wajibu kuzichunga nguzo mbili hizo, ni swala na zaka. Biamri llahi taala, kwa amri yake Mwenyezi Mungu. Wa marjiu jamii libadat ila hadhain, na marejeo ya ibada zote panarejea wapi? Kwenye ibada mbili hizi. Ibada nyingine zote marejeo yake ni kwenye ibada mbili hizi. Usipo swali, hata ukienda hija, kwenda kuhiji, hija yako habaan manthura, hamna kitu. Ikiwa wewe huswali, lakini kama unamswalia Mtume sana, lakini swala huna, swala yako ni uongo mtupu na wala Mungu hataki. Ikiwa mtu haswali lakini Qur'ani anasoma sana, usomaji wake wa Qur'ani haumsaidii kitu, kwa sababu asili ya jambo hilo liko kwenye swala. Mpaka uanze kuswali kwanza, alafu na ibada nyingine ndio zitafuata. Na zaka ni hivyo hivyo,
Isije kawa wewe unapiga mdadi sana kabisa darweshi, ikipigwa saadia unaruka juu, lakini zaka hutaki kutoa, basi ujue mambo yako yote habaan mansura, huna lolote. Fasalatu ibadatun badaniya, swala ni ibada inayotendwa na mwili. Wazakatu ibadatun maliya, lakini na zaka ni ibada ya kutoa mali. Ule utoaji wa mali ndio zaka, na zaka ni mali inayotolewa na mtoaji. Wa jami'ul ibadat yankasimu ilaihima, na ibada zote zinagawanyika kwenda kwenye maeneo mawili hayo ya zaka na swala. Walidha qila, na kwa sababu hiyo ndio pakasemwa thalathu ayatin nuzilat maqrunatan bi thalathi, kwamba kuna aya tatu zimeteremshwa hali ya kuwa ni zenye kuambatanishwa na mambo matatu. La yuqbalu wahidatun minha bighairi al-ukhra, moja halikubaliwi miongoni mwa hayo, bighairi al-ukhra, pasi na jengine. Ili jengine hili likubalike, hili la pili, basi mpaka hili la kwanza likubalike. Likikubalika hili la kwanza, na hilo la pili ndio litakubaliwa. Awaluha qauluhu ta'ala, la kwanza ni kauli yake Mungu, amesema aqimu salata wa atu zakata, simamisheni swala na mtoe zaka. Haya mambo mawili yameambatanishwa pamoja. Kwa hivyo ili zaka yako ikubaliwe, ndio la pili hilo, zaka ikubaliwe ni lazima uanze na nini? Uanze na swala. Usipoanza na swala, hata ukitoa zaka yako Mungu haitaki. Na ikiwa wewe unaswali sana lakini zaka hutoi, pia naye bado ni mtihani. Hii haikubaliki kama hii ikiwa umeiacha. Aqimu salata wa atu zakata, hiyo aya moja. Faman salla salata, na mtu ambaye ameswali swala, walam yuaddi zakata, na wala hakutekeleza wajibu wa zaka, la yuqbalu minhu salatu, swala hiyo haikubaliki kwake. Sasa wewe swali sana tu, lakini kama zaka utoi, swala zako zote hazikubaliki. Hilo moja. Wathania, na jambo la pili au aya ya pili ni kauluhu ta'ala atiu llaha wa atiu rasula, umtii Mwenyezi Mungu lakini pia umtii na mtume. Mawili haya yanakwenda pamoja, utiifu kwa Mungu na utiifu kwa mtume. Ukiwa wewe ni mtiifu kwa Mungu lakini kwa mtume huna utiifu, umekosa. Wala utiifu wako ule wa kumtii Mungu haukubaliwi, ni kwa sababu sharti ya kumtii mtume hilo limekupita. Faman ataa Allaha wa lam yuti'i rasula, na mtu ambaye amemtii Mwenyezi Mungu lakini hajamtii mtume, la yuqbalu minhu ita'atu Allahi ta'ala, hapakubaliki kwake huo utiifu wake wa kumtii Mungu. Wa thalitha qauluhu ta'ala, ya tatu ni kauli yake Mungu, anasema anishkur li waliwalidaika, unishukuru mimi na wazazi wako. Hapa kuna mawili, Mungu na wazazi. Ili Mungu apokee shukurani zako, ni lazima uwashukuru wazazi wako waliokutunza, wakakulea, wakakuhurumia mpaka ukawa mtu. Uwashukuru sana kwa malezi yao waliokulea, kwa ihsani zao walizokufanyia. Wangetaka kukufanyia ubaya, wangekufanyia ubaya, wangekuua bado uko mdogo.
lakini wakakutunza mpaka ukawa mtu. Basi ukiwashukuru wazazi ni nafasi pia ya kumshukuru nani? Mungu. Ikiwa unataka kumshukuru Mungu, basi anza na wazazi wako kwanza, washukuru, watendee ihsani, kaa nao vyema, kaa nao vizuri, sema nao vizuri. Shukurani ile ndio hapo unamshukuru Mungu. Lakini ikiwa Mungu alhamdulillah, Mungu nakushukuru, lakini wazazi wako unakaa nao vibaya, wewe ni habaa mansuran, huna lolote unalolifanya. Na wazazi wako kila siku waombee Mungu, kila siku iendayo kwa Mungu wewe unawaombea, wawe hai wawe wamekufa, waombee Mungu. Mwenyezi Mungu awape salama, Mungu awape amani, Mungu awape utulivu, Mungu awape rehema, awaondoshie adhabu kwenye makaburi yao walikufa. Mungu awatendee ihsani njema katika makaburi yao. Mungu awaonee huruma kama vile wewe walivyokuonea huruma ukiwa bado mdogo. Basi kila siku uwe na angalau hata dakika 5, tumia hizo dakika 5 kuwaombea dua wazazi wako. Baraka kubwa sana. Na moja katika futuhi ya kufunguliwa mtu riziki zake ni kuwaombea dua wazazi wake. Riziki zako Mwenyezi Mungu anazifungua, anakufanyia wepesi wa mambo yako. Lakini ikiwa wewe una chuki na wazazi wako, una hisia mbaya kwa wazazi wako, labda una kiburi kwa wazazi wako, unawaona kama vile washamba wamechelewa, wazazi wako hawana maana, wewe unatafuta janga kwa Mwenyezi Mungu, na ile baraka Mwenyezi Mungu anaiondosha kwako, na riziki zako Mungu anazifunga. Hata ile huruma ya watu kukuonea huruma pia na inaondoka, kwa sababu wewe huna huruma kwa wazazi wako. Basi ni jambo kubwa sana hili, lakini watu wa leo tumelitupa jambo la wazazi. Mtu hashughuliki kabisa na wazazi wake. Yeye yuko mjini, analala nyumba ya ghorofa, wazazi wake mahala wanapoishi mpaka unaona uchungu, na haendi kule kijijini kwao mpaka asikie kuna msiba. Siku ya msiba fulani kafa, wakipeleka maiti na yeye ndo anaenda kwao. Na siku msiba ukiwa ni wa kwake yeye, unamuhusu kwenda kupeleka maiti kule nyumbani, basi kwanza wanasema subirini kwanza, ngoja tukaweke mazingira vizuri. Wanaondoka watu kwanza mapema kwenda kuweka mazingira mazuri. Kama hakuna choo itabidi kijengwe choo cha haraka haraka, kama siji hakuna hivi baraza jengwe ya haraka haraka. Ni kuna watu wanakuja, watu wakija, mheshimiwa kama mimi, alafu kwenda kwetu kule ukifika na hata choo akieleweki, sinakuwa aibu. Wataka hivi wewe ulikuwa unamwaibisha mzazi wako kabla ya kufa huyu? Umeona kile ni kitu kidogo, unataka kuja kuwaheshimisha watu wanaokuja kumzika mtu. Ndio wape heshima, waone kwamba mazingira hapa ni mazuri. Hii ni aibu, tena ni fedheha mbaya kabisa mbele ya Mwenyezi Mungu. Naam, faman shakara Allah Ta'ala, na mtu ambaye amemshukuru Mwenyezi Mungu Ta'ala, walam yashkur liwalidaihi, na wala hajawashukuru wazazi wake, la yuqbalu minhu shukrahu lillahi, la yuqbalu minhu shukruhu lillahi. Hiyo shukrani yake ya kumshukuru Mungu, Mwenyezi Mungu haitaki. Tambihul ghafilina ndio ametoka maneno hayo, tutue hapo. Jambo hili la wazazi ni jambo la kuzingatiwa sana, sababu hakuna mtu asiyekuwa na mzazi, kila mtu kazaliwa. Sasa tunapishana tu, kuna mwingine anazaliwa ndani ya Uislamu, kuna mwingine anazaliwa nje ya Uislamu. Hiyo haijalishi kwa mzazi wako kwamba sio Muislamu. Mzazi wako hata kama akiwa mpagani, bado unatakiwa umpe heshima yake kama mzazi, umtunze vile inavyotakikana. Ili jambo lake la yeye kuwa mpagani, utakuwa unazungumza naye taratibu, polepole, kidogo kidogo,
asa huenda Mwenyezi Mungu akamuongoza na yeye akaupata Uislamu. Na ikiwa vile unazungumza naye lakini unamwona anakasirika, basi acha kwanza mazungumzo, utakuja kuzungumza naye baadaye kwa njia nyingine. Usimchukulie kama mtoto na usimchukulie kama vile rafiki yako, kama jamaa yako. Hakuna ujamaa baina ya baba na mtoto wake au mama na mtoto wake. Pale kuna mapenzi baina yako na mzazi wako, paingie mapenzi yaliyofunga sawa sawa. Wao wanakupenda, basi wewe uwapende zaidi yao. Hapa ndio huruma itapatikana, na hiki ndicho kinachotakiwa baina ya mzazi na mtoto wake. Huruma iwepo, baba mama wanamhurumia mtoto wao. Yani hili liko nature, yani liko tokea asli, wazazi kumpenda mtoto. Lakini watoto wanaua wazazi wao, watoto wanaua wazazi wao. Ajabu hii. Mtu ushakuwa mzee, watu wanakupigia ramani watoto. Mzee anakufa lini? Tulisi nyumba hii, nyumba kubwa ya ghorofa hii. Huyu mzee akiondoka tu hapa tunapiga bii tatu. Wewe ya kwako moja, ya kwangu na wewe bii tatu, kila mtu anachukua yake. Tayari wanaanza kukujengea mazingira ya kukuua. Peleka hospitali, umpeleka hospitali ya nini? Mtu kishachoka huyu. Kimpeleka hospitali ukafanya nini? Unapoteza hela tu bure. Wacheni hapo. Leo kesho anakufa huyu. Wewe wazazi wako hawakukujatia tamaa, wewe hawajakata tamaa kwako. Ulikuwa unaumwa hoi, hujiwezi. Wao hawajakata tamaa, wamehangaika na wewe mpaka ukapona. Leo mzazi wako yuko hoi anaumwa, wewe unaweza kukata, mwacheni bwana huyu afike, kama Ontimeru afiki huyu. Alafu kesho anasema nipeni uji, mzee anadai uji. Jana mlikataa kumpeleka hospitali. Si mnatafuta laana. Ni mtu aangalie maisha yake na wazazi wake mnaishije. Hapo ndo penye salama kubwa sana. Na vijana wengi sasa hivi wanaharibikiwa katika maisha yao ni kwa sababu ya wazazi wao. Wengi. Tunasema si kazi hamna, si riziki imekuwa ngumu, si hivi, vibarua hamna, si vipato vimepungua. Shida ni nini? Na kila siku unaenda kazini wewe. Kila siku unaenda kwenye biashara. Kila siku unakimbiza mapikipiki. Lakini hela haionekani. Jichunguze basi. Hicho unachokipata mzazi wako anafaidika na yeye angalau kidogo anaramba? Kama hakuna, basi hilo ndio tatizo. Lakini ikiwa unamrushia japo shilingi 3000 hivi, mzee leo hamna kitu, chukua 3000 hiyo. Mzee anafurahi, sema alhamdulillah, nilikuwa sina mafuta ya taa, nimepata mafuta ya taa 3000, 5,000, 10,000. Mara umefanya hivi. Siku kienda kule unampelekea blanketi, koti na nini, anajisikia raha. Hajawahi kulalia godoro mzee yule, lakini ukampelekea godoro hata la inchi 3 tu, wallahi anasikia raha. Wewe unalala kwenye magodoro makubwa makubwa, hapo mama yako na baba yako analala kwenye kitanda cha ngozi. Wewe unaona raha tu, unaona ni sawa sawa. Hii ni shida. Asa mtoto unalaanika, bado wazazi hawajatamka laana, lakini wewe unalaanika. Siku akija akikutamkia sasa, hapo ndo wanakumaliza kabisa. Kwamba fulani toka aende mjini mpaka leo hajarudi, tutaona. Mzee akisema hivyo, mzee wewe ya kwako yamekwisha, una utakalolifanya likafanikiwa. Ni jambo la kumwomba Mungu sana atuhidi, atuongoze. Wazazi wetu walio hai tuangalie vizuri, wazazi wetu waliokufa tuwaombe dua vizuri. Allahumma ghanina bil ilmi wa sayyina bil hilmi wa jammilna bil afiya wa akrimna bit taqwa. Sallallahu alaihi wasallam.